Ndugu watazamaji na wapenzi wa channel ya Huima Singers Biharu, leo hii tunafurahi kusimama mbele yako tena au kuwa mbele yako. Tuna mambo machache ya kuweza kuongea katika wiki hii yetu ya Pentecoste. Mimi ninayeongea jina langu naitwa Nathan Jotham Kamlenga, lakini pia nina mtumishi mwingine wa Mungu. Jina lako naitwa nani? Kwa majina yangu naitwa Jonathan Esiro Mkiroro, kwa jina maarufu Punda wa Yesu. Kwa jina maarufu anaitwa Punda wa Yesu. Ndio. Lakini pia tuna mtumishi wa Mungu tena mwingine, naomba ujieleze, unaitwa nani? Asante, naitwa Alfonsi J Kamlenga. Naam. Tukiwepo hapa baada ya kuwafahamu hawa ndugu zangu, tuna mgeni, tuna mchungaji mtumishi wa Mungu ambaye kwenye wiki yetu ya Pentecoste tulipenda kushirikiana naye kwa habari ya maneno ya Mungu kuhusu Pentecoste. Na tukiwepo hapa, niombe tu ajitambulishe kwenu, yeye anaitwa nani? Bwana Yesu asifiwe. Amina. Kwa majina naitwa Gervas Mara Kingoroka. Ni mmoja wapo wa watumishi wa kanisa la FPCT Kimbuto la Kasulu. Natokea misheni ya Kibande. Amina. Niko hapa Biharu kwa mwaliko wa wiki ya Pentecoste. Asante sana mtumishi wa Mungu. Naamini tumejisikia vizuri na unatutazama tayari umemgundua anaitwa nani na unajisikia vizuri. Ana mambo mazuri ambayo ukiwa uko makini utapata vitu vizuri ambavyo vitakusaidia katika maisha yako ya kiroho. Mtumishi wa Mungu, tuna machache ya kutaka kuongea na wewe, kutaka kujua kwa habari ya Pentecoste na kwa habari ya Roho Mtakatifu. Niombe tu nitake kujua nini maana ya Pentecoste. Asante sana mtumishi wa Bwana. Neno Pentecoste kwa mara ya kwanza kabisa, Pentecoste ilipatikana kwa mara ya kwanza kwa wana wa Israeli baada ya kuwa wametoka Misri. Walipofika Kanaani sasa ndipo Mungu anawaagiza kwamba sasa waanze kusherehekea hii sherehe baada ya kuwa wametoka Misri. Kisoma kitabu cha Kumbukumbu la Torati sura ya 26 mstari wa kwanza hadi 11, tunapata maelekezo ya Mungu kwa taifa la Israeli kwa habari ya namna ambavyo tunaweza kusherehekea sherehe hiyo, ikiwemo ni pamoja na sherehe hiyo iliambatana kwanza na sikukuu tatu: moja, sikukuu ya vibanda, sikukuu ya malimbuko na sikukuu ya mavuno. Kisoma kitabu cha Kutoka 32 mstari wa 22, 34 mstari wa 22, basi tunapata habari hizo. Maana ya neno Pentecoste ni neno la Kiyunani lenye maana ya 50. Kwa hiyo Waisraeli walisherekea baada ya kuwa wametoka Misri baada ya Pasaka kuisha. Kwa hiyo Mungu akawaagiza kwamba sasa na ninyi mnatakiwa kumtolea Bwana, kuleta mazao ya malimbuko yenu kwa namna moja ama nyingine, ili Bwana aweze kuwafanikisha kwa mipango yenu yote. Ni pamoja na kumshukuru Mungu kwa kazi aliyowafanyia kuwatoa katika nchi ya utumwa Misri, na kwamba watakapokuwepo sasa hapo waendelee kumtumikia Mungu kwa namna moja ama nyingine. Asante sana. Asante sana. Nimefurahi sana kujua hicho kitu. Kumbe ilikuwa na maana kubwa kuitwa Pentecoste katika Agano la Kale. Katika Agano la Kale. Asante sana. La jambo lingine ambalo labda unaweza kunisaidia na ili nipate kujua zaidi, Pentecoste itakuwa ilianza wapi? Pentecoste kwa mara ya kwanza kabisa ni Yerusalemu, ambapo sasa katika Agano la Kale tunapata walileta miganda hiyo kwa ajili ya kufanya ibada hiyo takatifu. Lakini pia katika Agano Jipya tayari ukisoma maandiko matakatifu, Yesu anawaambia wanafunzi wake katika kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 1 mstari wa 8, anasema, lakini mtapokea nguvu akisha kuajilia juu yenu Roho Mtakatifu. Kwa sasa baada ya hapo Pentecoste ilianzia Yerusalemu baada ya kuwa wanafunzi wamepewa siku 10 baada ya Yesu kupaa mbinguni. Kwa siku ya 40 wakaenda kule Yerusalemu sasa kukaa na kufanya matengenezo ili kusubiria nguvu mpya ya Roho Mtakatifu. Amina sana. Mambo mazuri tunayapokea kwa wakati huu. Na mimi naona unasikiliza, kuna kitu unachokipokea ambacho kitakusaidia kujua kwa nini Pentecoste ipo. Unaweza kunisaidia
ni sababu ipi roho alishuka? Ya, kabla ya roho kushuka, hebu tufafanushe Roho Mtakatifu ni nani? Yeah. Roho Mtakatifu ni nafsi ya tatu ya Mungu. Lakini pia Roho Mtakatifu ni Mungu. Ya, Roho Mtakatifu ana majina tofauti katika lugha za asili, kwa maana ya lugha ya Kiebrania na lugha ya Kiyunani. Roho Mtakatifu katika lugha ya Kiebrania anaitwa Lua. Lua. Okay. Sema Lua. Ya, lakini pia Roho Mtakatifu katika lugha ya Kiebrania, lugha ya Kiyunani anaitwa Pneuma. Sema Pneuma. Ya, sasa haya maneno mawili kwa maana ya Lua na Pneuma yanafafanusha kuwa Roho Mtakatifu ni upepo, ni pumzi, ni nguvu kazi ya uhai ya kimungu. Amina. Kwa hiyo naona ni mambo mazuri sana. Kwa hiyo lugha ya asili inafafanusha sana kwa habari ya nani? Ya Roho Mtakatifu. Yeah. Kwa hiyo turejee sasa swali lako kwamba ulikuwa umetamka kwamba Roho Mtakatifu. Kumesemaje kidogo? Roho Mtakatifu. Yeah. Ni sababu ipi Roho Mtakatifu alishuka? Yeah. Ni sababu ipi Roho Mtakatifu alishuka? Unaona Yesu akiwa na wanafunzi wake pale wakati anawaaga alisema, yanipasa mimi niondoke halafu huyo msaidizi ndipo aje. Sababu ipi Yesu sasa anasema ni sababu ipi inamfanya Roho Mtakatifu aweze kushuka sasa? Moja kabisa ni kulizaa kanisa la Bwana. Tukisoma kitabu cha Matendo ya Mitume sura ile ya 2 mstari wa 1 hadi wa 4 tunapata vitu vingi sana. Kwamba Roho Mtakatifu aliposhuka wakiwa pamoja, tayari ndimi za moto ziliwatokea pale na Roho Mtakatifu akawafanya kuwa wamoja. Na papo hapo sasa tayari kanisa likafanya nini? Likazaliwa. Ni sababu ya kwanza Roho Mtakatifu kushuka ili aweze kulizaa kanisa la Bwana pia. Lakini pia ni pamoja na kuliongoza sasa, maana yeye ndiye amepewa dhamana ya kuhakikisha analiongoza. Ukisoma kitabu cha Yohana sura 16 mstari wa 13 basi tunapata maneno mazuri kwamba yeye atawajulisha mambo yote na kuhakikishia kwa habari ya ulimwengu. Kwa hiyo yeye alikuja kwa habari ya kulizaa kanisa. Kanisa ni nani? Kanisa ni wewe na mimi sasa, ambao tumeitwa kutoka dhambini. Na baada ya hapo sasa analiongoza kanisa la Bwana hata ukamilifu wa dahari. Amina. Ya, nikushukuru sana mtumishi wa Mungu. Ni mambo mazuri tunapokea kwa habari ya Pentecost. Ya, nina jambo lingine kidogo. Roho Mtakatifu ana muhimu gani ndani ya Mkristo au ndani ya kanisa? Kama ulivyozungumza, kanisa ni nani? Kanisa ni mimi, kanisa ni yule. Sasa ana muhimu gani ndani ya Mkristo? Ana muhimu gani? Roho Mtakatifu tu akija, umuhimu wake wa kwanza ni ili aweze kukaa ndani ya mtu huyo. Na akikaa ndani ya mtu huyo sasa anakuja na mambo makuu matatu. Ukisoma Yohana sura ile ya 16 mstari wa 7 hadi 11. Yohana sura ya 16 mstari wa 7 hadi 11 tunapata mambo makuu matatu. Roho Mtakatifu anamsadikisha mtu kwa mambo makuu matatu. Akiingia ndani anamsadikisha kwa habari ya dhambi, kwamba dhambi ni mbaya sana kwa mwanadamu. Ni vizuri mtu asikae na dhambi, kwamba abakie kuwa huru. Roho Mtakatifu anapoingia ndani basi anampatia taarifa muamini ili kuhakikisha maisha yake ya kiroho yanakuwa mazuri ili asiambatane na dhambi. Lakini pia jambo la pili, Roho Mtakatifu anamsadikisha mtu umuhimu wake wa pili kukaa ndani, anakuja na jambo linaloitwa haki ya Kristo. Anatangaza haki ya Kristo, jinsi ambavyo Yesu aliweza kuleta haki hii kwa njia ya msalaba. Yesu ametuletea wokovu wa haki, kwamba kila anayemwamini sasa anapokea haki ya uzima wa milele. Lakini pia kitu cha tatu, jambo la tatu, Roho Mtakatifu anamsadikisha mtu kwa habari ya hukumu ya shetani, kwamba shetani sasa na malaika zake walishahukumiwa, hao tayari hawana nguvu tena. Kupitia damu ya Yesu shetani hana nguvu tena, na tayari kabla ya misingi kuwekwa tayari shetani huyu alishahukumiwa, kwamba sasa mwanadamu anatakiwa kuishi maisha matakatifu ya kumtegemea Yesu peke yake. Kwa hiyo Roho Mtakatifu umuhimu wake kwa muamini ni pamoja na kuingia ndani na kumsadikisha mambo makuu hayo matatu kwa habari ya dhambi, haki na hukumu pia.
Amina sana. Ubariki.